hilo katika mwaka huu ili tuweze kutembea katika mwaka 2026 mpaka tutakapoenda kuadhimisha mwaka 2027. Kwa mpango wa Mungu ndiye aliye design dunia iweje. Aliumba wanawake na wanaume, na kila mtu akampa majukumu mahususi ambayo mwenzake hawezi kufanya, lakini akatupa majukumu ya kufanya kwa pamoja. Ndiyo design ya Mungu, na ndio maana tunaishi wanawake na wanaume. Hakuna mwanamke unaishi peke yako bila wanaume, na hakuna wanaume wanaishi peke yao bila wanawake. Lakini sisi wanawake na wasichana ambao ni wanawake wajao, Mungu alitupa jukumu mahususi. Hilo mkatae mvimbe, ndiyo jukumu letu, nalo ni malezi ambayo ni haki kwa wana wa Adamu. Ni haki yako, ni haki ya mwingine umpe. Hiyo ni haki. Sio tu tuimbe haki na usawa wakati hatujui haki ni ipi. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni malezi wanawake. Hiyo tunapaswa kuitenda. Tusipoitenda, ina maana hatutendi haki, na hatuna sababu ya kupiga kelele haki na usawa. Kama utekelezi uliopewa, una haki gani? Huna. Hivyo tunapaswa kutoa malezi bora ili tuweze kupata taifa bora. Taifa linaangamia, walezi hawapo, walinzi hawapo. Maanake Mungu alipomuumba mwanaume alimpa kazi ya kulinda. Wanaume msipotulinda, taifa linaangamia. Wanawake msipolea, taifa linaangamia. Kwa hiyo kila mtu ana jukumu lake. Sasa katika kauli mbiu ya dunia, toa upate, wanawake tunatakiwa tutoe ili tupate kadri tulivyotoa. Ukitoa upendo utapata kinachofanana na upendo. Ukitoa heshima utapata kinachofanana nacho. Ukitoa maarifa utapata hivyo. Ukitoa fursa utapata kinachofanana na fursa. Na ukitoa muda, ambayo ndio changamoto kubwa kwetu, utapata kinachofanana na muda. Kwa hiyo akina mama, bila kumung'unya maneno, hatutekelezi wajibu wetu katika familia. Maana familia ndio msingi wa jamii. Jamii inaunda taifa. Kwa hiyo huwezi kulaumu taifa limeangamia bila kuiangalia familia. Na familia inalelewa na wanawake, inalindwa na wanaume. Tusipotekeleza hayo, tumekwisha. Sasa kina mama, siku hizi tunasema Gen Z, Gen Z. Gen Z wamezaliwa na nani? Sisi tumewazaa. Ila mimi sijazaa Gen Z. Mimi nimezaa kile kizazi kinaitwa millennium, ambayo ndio kibaya kuliko Gen Z. Tafakari, mwende mkaone watoto wabaya katika taifa hili ni millennium, waliozaliwa mwaka 80 mpaka 96. Kwa nini? Kina mama tulikuwa busy, tunafukuza shilingi, hakuna mfano. Watoto yakakaa huko, yanajilelea yenyewe, yanaendelea na maisha, na wanaumia na wameumia. Mimi napita shuleni, naongea sana na vijana. Ukiwauliza wasichana nani anataka kuolewa, hakuna anayenyosha mkono. Wavulana ukiwauliza nani anayetaka kuoa, hakuna. Ukiwauliza wanarudi kwetu. Mimi sitaki kuolewa kwa sababu mama anapigwa kila siku. Kwa nini mimi niolewe nikapigwe? Malezi. Mtoto wa kiume anakuambia mimi sitaki kunyanyaswa bwana. Mwanamke akishapata hela nongwa. Ndo malezi. Na hao ndio kizazi cha 80 96. Kwa hiyo wametulia,
wanaugulia rohoni, wanawaangalia, hawapati pa kufanya. Akifanya kitu kibaya ndio mnaanza kurudi nyuma, tulikosea wapi? Gen Z hawa hawana shida. Gen Z wao tatizo lao hayana uvumilivu. Haya matoto ya 2000 hayana uvumilivu hata kidogo, lakini yanathubutu. Wewe niambie, tupita hapa, katiza hapa, linakatiza. Sasa hao mkiwalea vizuri, watakuwa watoto wazuri, watafanya kazi. Hawa wenzangu wa nyuma hawa wanaougulia, ndio hawa wanasema hivi, Mashinji kwa nini anaendesha gari? Kwa nini mimi nisiendeshe gari? Hao, hicho ndo kizazi tulichokileta duniani, na mwenye lawama kubwa ni mwanamke, kwa sababu kila mtu duniani, si mna vitovu? Kuna mtu hana kitovu hapa? Kitovu ni muunganiko wewe na mama yako aliyekuleta duniani. Sasa nani tulaumu? Matoto hayana mwongozo. Mnapigana, matoto yanawaangalia. Mnatukanana, matoto yanawaangalia. Na ndio maana wanakosa utii. Mama ukimnyanyulia sauti baba, mtoto anajua na pale ndio mwanzo wa kutii mamlaka. Baba akiheshimiwa ndani ya nyumba, ambaye ndio mlinzi wa taifa, taifa zima litanyooka, kwa sababu kila mtu atajua kufanya nini? Kutii mamlaka. Tunaelewana? Tunabakia kulalaumu. Watoto wa siku hizi hawana heshima, hawana adabu. Ni watoto wa nani? Si wetu sisi. Kwa hiyo sisi tumewafundisha watoto wetu kosa adabu na heshima. Sasa kwenye familia, mtoto ndo anapoanza kujifunza. Mwana ng'aa, unampa nyonyo, anakutazama usoni, anaanza kutambaa yuko na wewe, anaanza ile kusimama, simama dede, simama dede, upendo unaenda. Anaanza kukimbia, unakimbia naye. Mtoto umleavyo, mtoto umleavyo. Na mbaya zaidi, mtoto wa kike, yeye boyfriend wake wa kwanza ni baba yake. Kwa hiyo atatamani kuwa na mume kama baba. Sasa baba mliopo hapa, mjitathmini, hivi mimi nitakuwa mume mzuri wa binti yangu? Mtoto wa kiume anatamani kuwa na mke kama mama yake. Sasa jitathmini, mama ulioko hapa, hivi ndio mwanao anatakiwa kuwa na mke kama wewe? Chiriku, upitwi. Na siku hizi tumejisahau, tuko full time tunakimbiza shilingi ambayo hatuipati. Na hawa jamaa zetu hawa kina Dr. Mashinji, ukikimbiza sana shilingi, sasa ana uwezo, wacha aende. Hawa jamaa hawa hawataki kelele, hawataki misukosuko. Anakaa pembeni, bakia na haki yako na usawa. Yeye kwa kimya, taratibu. Akiona kelele anasepa. Watoto hawana pa kusepa, wewe ndo mama yao, wataenda wapi? Kwa hiyo tujitafakari. Hii kupiga kelele haki na usawa, wakati hatutekelezi tunayopaswa kuyaweka hapo, tuna mgogoro. Kwa hiyo katika kuzitafuta hizi fursa hizi tunazozitafuta, na mimi lazima niwe na posho, na mimi lazima niwe. Jua nafasi yako kama mwanamke kwenye taifa hili, itambue na uithamini. Ukiwa viongozi, Tutuba upo, we mkurugenzi, ukienda nyumbani, we ni mke wa mtu na ni mama wa watoto. Sio unatoka huko na ukurugenzi wako ndani ya nyumba. Na ndio tunavyofanya. Shukrani. Kwa hiyo tuone tunakimbiza shilingi hii kila siku. Tunataka kuinuliwa kiuchumi. Fine, inuliwa kiuchumi, lakini usisahau jukumu lako la msingi la kulea watoto. Na watoto tulionao wanaotoka kwenye matumbo yetu ni wanaume na wanawake.
Siku hizi watoto wa kiume kama mnaangalia, tumewapoteza, hatuwajali, tunang'ang'ana wasichana, lakini watoto wote ni wetu. Watoto wa kiume hawana mwongozo, mashoga kiba wanalelewa na mishangazi, ni watoto wetu. Kwa hiyo tunapopiga kelele ya usawa na haki, tujue wajibu wetu, tulee watoto, tutoe malezi bora ili tupate taifa bora. Watoto wetu wawe ni bora, wajiheshimu, wajitambue, wajithamini, na kubwa kuliko yote, wafanye kazi. Tumelea watoto kama mayai shuleni, hata kupalilia majani. Mimi napita kwenye shule saa hizi, mvua inanyesha, hakuna hata kupalilia majani. Atakuja kuelewa wapi? Shule hazina hata maua. Sisi tulikuwa na maua yanaitwa maua ya shule wakati tunasoma, yameenda wapi? Na hapo ndio watoto wanaanza kujifunza kufanya kazi. Saa mbili tu vijana hoi, kazi tunayo. Kwa hiyo kwa muktadha huo, mimi niwaombe sana, mwaka 2026 kuanzia leo mpaka 27, kwa sababu ni mwaka mzima, hii kauli mbiu tuwe nayo, tutoe tupate. Tunatakiwa tutoe tupate, tutimize wajibu wetu, na tukitimiza wajibu wetu, hii haki na usawa vitakuwa kweli ndio msingi jumuishi katika dira hii ya 2050 ambayo inaieleza Tanzania tunayoitaka. Vinginevyo itakuwa wimbo. Tena afadhali wimbo wa kwaya utakuchoma, wa kanisa utubu, lakini utakuwa wimbo ambao hauna maana. Kwa hiyo niwasihi, niwaombe, tunaposema haki na usawa, tujue sisi ndio wawezeshaji wakubwa wa hiyo haki na usawa katika jamii, na tusiwe na mawazo kwamba sisi ni sawa na wanaume. Mimi siko sawa na wanaume hata kidogo. Mwanaume ni mwanaume, mwanamke ni mwanamke. Katika jamii sisi kuna vitu, tuna fursa ambazo tunatakiwa tuwe nazo wote, na kwenye usawa kuna vigezo vyake. Ndio maana mkiwa na kwenye kijamii mila na desturi, ndio maana hata vikawekwa viti maalum ili kupata hilo usawa, lakini sio sawa. Dr. Mashinji, mimi hatuko sawa bwana, ila ukuu wako wa wilaya tuna usawa fulani. Hata mimi naweza kuwa mkuu wa wilaya, lakini kama mwanaume wewe endelea, na mimi mwanamke niendelee. Kwa hiyo naamini kwa mwaka huu 2026, wanawake wa Manyoni, walezi wa watoto wa Manyoni, mtabadilika, mtatimiza wajibu wenu, ili hata mnaposimama kusema haki na usawa, tukiwatazama tuseme kweli mnasema haki na usawa. Kwa sababu haki ya mtoto mnainyima, halafu wewe unataka haki. Nani akupe haki wakati wewe utoi haki? Kwa hiyo lazima tubadilike. Mwahulika wadala wa Manyonyi, mwahulika mwete kitoane walume zenyu kugati wana siwa kuwaona, mkiliga na wayenyu kutali wana waleke ulika maligo genyu chamanya cherumvya sawa aneno pilima nokuza ni waone soko kumita kwa wanenyu wakulia kushule wakulonga wana wakuza kushule watamisiche kwamba negolo sichagona baba na haya wakitoa watoto wanaumia ulawa uzarumwe wakitoa iwe
ichi ya kutalu hambandigwa msina nani mone ya kukunyanyasa mkinyanyasa nyowenecho no milomo yenyu muli balonji muno chinu chidodo dumwalonga mweze nyamala kunyamala nako kukulipa akuya kulongo kunyamala kumbatira wanako chamalana jamani vigelegele kwa mwaluko.